Habari za muda huu, natumaini upo mzima. Na leo ni siku nyingine ambayo nimekuja kukusimulia simulizi yetu ya siri ya hospitali. Simulizi yetu ya siri ya hospitali, sehemu ya kwanza tuliishia Amani na mama yake Neema wametoweka katika hospitali, huku Mwamba akijaribu kutafuta majibu na ushahidi wote unaonyesha kwamba pale ndani ya hospitali alikuja peke yake. Sasa tuendelee katika sura ya pili ambayo inaitwa majibu yaliyofichwa. Mwamba hakukubali kuondoka. Moyo wake ulimwambia Amani na Neema alikuwepo hapo. Hata kama kila ushahidi ulimkana, alichukua hatua ya kwanza kurejea eneo la ujenzi ambapo binti yake alianguka. Aliwapata mafundi wachache wakinywa maji kwenye kivuli cha mti. Samani, aliuliza, mtoto alidondoka hapa, je, mlikuwa hapa wakati huo? Walitazamana kwa mshangao. Mmoja akasema, hakuna mtoto alidondoka hapa leo, labda unaota kaka. Mwamba alipiga hatua tatu nyuma. Hapana, niliwaona, tulimtoa wote hapa. Hakupata msaada wote hapo, akarejea hospitalini. Safari hii akaamua kubadili mbinu. Alijitambulisha kama mwanafamilia wa mgonjwa alipotea, akamfuata muuguzi aliyemhudumia awali. Binti alivaa hereni za dhahabu na beji yake iliandikwa Doreen. Doreen, tafadhali, hata kama ni kwa siri, ulikuwa pale ukamsikia Neema akilia, ukumbuki? Doreen alisita, macho yake yakimkwepa. Sikumbuki, lakini sikatai. Kuna mambo huwa hayawezekani kueleweka hapa. Bora ondoke kaka. Kabla hujauliza zaidi, alisikia kelele upande wa nyuma ya jengo. Alimfuata kijana aliyekuwa anakimbia akiwa na sare ya hospitali. Alimsimamisha. Wewe ni nani? Jina langu ni Musa, msaidizi wa maabara. Musa, uliona nini leo? Mke wangu na mtoto wangu waliletwa hapa. Musa alimtazama kwa muda. Ndiyo, kuna mwanamke na mtoto waliingia chumba cha upasuaji nikiwa mbali, lakini muda mfupi baadaye chumba hicho kilikuwa wazi. Niliporudi hakukuwa na mtu wala wauguzi wakubwa, huwa hawataki tuingilie. Mwamba alinyamaza. Alikuwa sasa na ushahidi wa kwanza, mtu mmoja aliyewaona hapo. Akaamua moja, usiku atarudi nyumbani, atajificha ndani ya jengo hilo, hajui kinachoendelea usiku. Ndugu mpenzi msikilizaji, hiyo ni siri ya hospitali, na hiyo ikiwa ni sehemu ya pili. Usikose sehemu ya 3 siku ijayo. Mimi msimulizi wako naitwa Kijiko Talent, na pia ndiyo mtunzi wa simulizi. Uwe na siku njema.